Shalom. Ninakusalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Moto wa Injili, kipindi ambacho kinakujia kila siku usiku kwa ajili ya kuleta neno la Mungu pamoja na maombi na maombezi. Mimi ni Godfrey Bernardo na hii ni safari ya Injili East Africa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi cha Moto wa Injili ni kipindi ambacho kinakuletea tafakari ya neno la Mungu pamoja na maombi na maombezi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na neno la Mungu la leo nataka tuangalie kitabu cha Nabii Isaya sura ya 61. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 61 mstari ule mmoja. Maandiko yanasema ya kwamba Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu ni Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa tumeangalia kitabu hiki cha Nabii Isaya, namna ambavyo neno la Mungu inasema ya kwamba Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu ni Bwana aliyenitia mafuta. Anasema ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, na kuwaganga waliovunjika moyo, na kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. So anazungumza juu ya vitu vinne katika aya moja. Anazungumza habari ya kwamba kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, akionyesha ya kwamba hawa watu sasa wanahitaji kupokea habari njema, habari za uponyaji, habari za ushindi, habari za kubarikiwa. Wamechoshwa na habari za majonzi, habari za misiba, habari za mauti, habari za hasara. Sasa wanataka kusikia habari njema, habari za mbinguni, habari za Mungu aliye hai, habari za Yesu Kristo. Anasema ukawahubiri wanyenyekevu habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kipengele cha pili anasema hivi, na kuwaganga waliovunjika moyo. So anamaanisha kuna namna, kuna watu ambao mioyo yao imepondeka, mioyo yao imevunjika. So anataka watumishi wa Bwana wakamgange moyo. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wamevunjika mioyo, wamepondeka mioyo yao. Unakuta mtu hata kama anaishi kwenye ndoa na mume wake, sio tu kwa sababu mwingine anaishi, sio kwamba anampenda sana mume wake au anampenda sana mke wake. So mwingine tayari ameshachoshwa na tabia zinazoendelea ndani ya nyumba, lakini anakaa kwa sababu tayari ameshaachilia watoto 4 5 pale anakaa nao, ameshazaa. So anawaza nikiondoka nitamwachia nani watoto hawa? Kwa haishi tena kwa sababu ya upendo wa ndoa, anaishi kwa sababu ya kwamba watoto wangu nitamwachia nani? Lakini amevunjika moyo na ndoa yake. Kuna wengine wanafanya biashara, moyo wa biashara umeshakufa kwa sababu kila siku ni hasara, kila siku haoni. So anasema tuacha nifanye kwa sababu angalau nikapate tu hata hela ya sukari, maana siwezi kuacha kabisa, nitakula nini? So hafanyi kwa sababu anapenda tena biashara yake, ameshavunjika moyo, anafanya tu atafanya nini. Sasa anasema ukawagange waliovunjika moyo. Bwana asifiwe sana. Lakini kipengele cha tatu anasema kuwatangazia mateka uhuru wao, kuwatangazia mateka uhuru wao. So anaonyesha namna ambavyo kuna watu ambao hawapo huru, wamefanyika mateka kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana nafika mahali unaweza kuona mtu anashika fedha nyingi, inapotea bila kuelewa imeenda wapi. Inaishia kwenye baa, inaishia kwa wanawake, inaishia kwenye mambo haya na haya na yale, mpaka zikiisha anakumbuka hajajenga, anakumbuka hajanunua hiki, anakumbuka kuna ada ya shule, ndio anakumbuka ikishaisha. Ni mateka katika ulimwengu wa roho, amefanyika mateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wamefanyika mateka katika ulimwengu wa roho na pombe. So hata akipanga kuacha pombe leo, lakini kwa sababu ni mateka, akishika tu fedha anajikuta yuko baa bila kutarajia. Ni mateka wa kiroho. So neno la Mungu linasema ya kwamba ukawatangazie mateka uhuru wao. Maana yake ukawatangazie kwamba sasa mnawekwa huru, mnachomoka kwenye ulevi, mnachomoka kwenye mateso, mnachomoka kwenye vifungo.
Lakini kipengele cha 4 anasema na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa maana ya kwamba anazungumza habari ya kwamba kuna watu wamefungwa kwenye ulimwengu wa roho. Unafanya mambo yaendi, unatufanya biashara haieleweki inavyoenda, mara leo haitoki na ikitoka fedha haionekani, mambo yaendi, kibali kazini bosi anakununia bila sababu, wafanyakazi wenzako wanakukataa, vifungo vinainuka. Unashangaa wakati mwingine hata majirani zao, yani wakati mwingine mambo hayaendi vizuri, lakini nini? Vifungo katika ulimwengu wa roho. Anasema na kuwatangazia mateka huru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Isaya 61 aya ya 1. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu ni Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Hii ni tafakari ambayo tumeipata kwenye kipindi hiki cha Moto wa Injili siku ya leo, pamoja nami Godfrey Benado, na hii ni safari ya Injili East Africa. Mungu wa mbinguni akubariki sana kutafakari maneno haya. Kupata marefu ya somo hili, tufuatilie zaidi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Njoo Facebook, njoo Instagram, njoo YouTube chaneli. Usisahau kuweza kubonyeza alama ya kengele pale ili uweze kupata masomo yetu kila leo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akutunze. Ingia YouTube chaneli, andika Safari ya Injili East Africa au andika Godfrey Benado na utapata masomo yetu haya na mwendelezo wake, na bonyeza alama ya kengele pale ili masomo yanapokuja kila siku uweze kuyapata. Mungu wa mbinguni akubariki, nikutakie wakati mwema.